Katika maisha, wapo watu wanaotumia nafasi za uongozi kwa ajili ya kujinufaisha wao na familia zao, na wapo wanaochagua kwa dhati kabisa kuacha alama katika maisha ya watu. Miongoni mwa vijana wanaotajwa sana na wengi kuwa na moyo wa kujitolea katika kata ya Mlalo, wilaya ya Lushoto, mkoani Tanga, ni diwani wa kata ya Mlalo anayefahamika kwa jina la Godfrey Gila. Kwa wasiomjua, safari yake ya uongozi haikuanzia akiwa diwani. Ilianzia ngazi ya uongozi wa kijiji pale alipokuwa mwenyekiti wa kijiji cha Mlalo. Hapo ndipo wananchi wengi walianza kumfahamu kama kijana mwenye bidii, mnyenyekevu, anayependa kusikiliza wananchi na anayekuwa tayari kutafuta suluhisho la changamoto mbalimbali zinazowakabili. Kwa wengi waliowahi kufanya naye kazi, Godfrey Gila ni mfano wa kiongozi ambaye hakuchagua kufanya kazi kwa sababu ya cheo, bali kwa sababu ya dhamira ya dhati kabisa aliyokuwa nayo ya kuitumikia jamii. Aliamini kuwa maendeleo hayaji kwa maneno pekee, bali kwa kujitoa, kushirikiana na wananchi na kusimamia yale yanayogusa moja kwa moja maisha ya kila siku. Tabasamu lake, unyenyekevu wake na ukaribu wake kwa wananchi vilimjengea imani kubwa sana. Hakuwa kiongozi wa kukaa ofisini pekee, bali alikuwa sehemu ya wananchi, akiwa nao katika furaha, huzuni, changamoto na katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Haikushangaza kwamba mwaka jana ulipowadia uchaguzi wa madiwani, wananchi wengi waliona tayari walikuwa wamempata mtu anayewafahamu vizuri na anayefahamu mahitaji yao. Wakamchagua kwa kura nyingi sana, hivyo kumpa jukumu la kuwaongoza kama diwani wa kata ya Mlalo. Lakini kinachomtofautisha zaidi si ushindi wake, bali ni maono aliyokuwa nayo. Mara nyingi Gila alipokuwa akizungumza na Sheko TV Online, alikuwa akisema kuwa anatamani kuiona Mlalo ikipiga hatua kubwa za kimaendeleo. Anatamani kuona barabara bora, huduma za kijamii zikiendelea kuimarika, vijana wakipata fursa, wanawake wakiwezeshwa, kilimo kikiboreshwa na wananchi wote wakishiriki katika kujenga mustakabali mzuri wa kata yao. Gila mara nyingi anasema kuwa siku moja akiondoka duniani asingependa kukumbukwa kwa maneno makubwa, bali kwa kazi alizofanya na maendeleo yatakayobaki kuwa ushuhuda wa maisha yake. Hicho ni kielelezo tosha cha kiongozi anayefikiria zaidi kizazi kijacho kuliko umaarufu wa leo. Hata hivyo, hakuna kiongozi mkamilifu. Kila safari ya maendeleo hukutana na changamoto, maoni tofauti na vikwazo mbalimbali. Lakini kinachompa nguvu kiongozi huyu ni kuendelea kujifunza, kusikiliza wananchi na kutanguliza maslahi ya jamii mbele. Kwa vijana wengi wa Mlalo, Godfrey Gila anaonekana kuwa mfano unaoonyesha kwamba uongozi hauhitaji umri mkubwa, bali moyo mkubwa kabisa wa kutumikia wananchi. Huu unaweza kuwa mwanzo mkubwa wa safari ndefu ya uongozi kwa kijana huyu, safari ambayo historia yake itaandikwa si kwa ahadi pekee, bali kwa matokeo chanya yatakayogusa moja kwa moja maisha ya wananchi wa Mlalo. Hii ni Sheko TV Online na mimi ni Amran Shekoloa.